na mchemsha hivi kidogo kwanza awe clean paje nyama kama fresh kwa ajili ya kumarinate. Paje kabisa ile kwenda mshapaka viungo basi hapa inakuwa iko free cool. White meat kabisa yenye kuweka. Kwa sasa panya wetu au mboga yetu imetolewa kwenye jiko baada ya kuchemshwa kwa muda kadhaa, ndio yani kwamba mgawanye hapa tu anaofuata ni hivi kama alivyo hapa. Sasa naenda kumkachana kidogo na mwacha wakati anapoa. Mimi natengeneza viungo vyake vya kumpakaa. Okay, yeah, safi. Then kwa ajili ya kumkaanga. Sawa. Bwana panya ndio huyo sasa. Tumesha katakata kwa ajili ya kumwekea viungo na baada ya hapa sasa ataenda kukaangwa. Hivi ukitoa huu mkia au sio bwana? Ukikata huu mkia, unaweza ukahisi kama ule ulikuwa ni panya kweli? Hebu angalia vizuri, alafu utaniambia hapo kwenye comment. Ukitoa mkia, haba imagine mkia upo. Unaweza ukahisi huu ni panya? Si unaona kabisa ni kuku huyu fulani ambaye alikosa afya kidogo. Tukaamua tumtengeneze kama hivi. Noma. Lakini naomba nikwambie kwamba huu ni panya. Yani kama uko ndo kwa mara ya kwanza unaona hii video ukajua bali ni kiumbe fulani, huu ni panya. Unafikiri? Bwana, kwa maisha yangu kwa mara ya kwanza leo nitaenda kujaribu kula nyama ya panya. Afu nitaona inakuwaje, nitawapa majibu pia. Nikiumwa sawa, nisipoumwa pia na mimi nitaendelea kugonga. Nitajiunga na ndugu yangu bwana Jose Mlavichwa kula hao wadudu. Wengine ni kama basi sasa baadaye hao baadaye viungo sasa. Tengeneza sasa viungo vyako. Viungo sasa. Soya sauce kwa ajili ya testi, pana tangawizi, pana paprika, pana kitunguu saumu, pana curry powder. Okay. Yeah, kwa ajili ya test. Hivi ndio viungo wenyewe sasa. Kwa sababu sina brush, nitavaa mfuko wangu. Okay. Ili sasa nianze kumpaka. Okay. Bwana anaanza kuvutia. Kidogo tuanza kuvutia. Umesikia harufu yake? Anakia vizuri sana. Ni panya buku. Kuongeza kajua mbona kama kuku. Panya buku. Let's go na tunapiga. Marakani ile. Okay, hapo tayari. So wakati viungo vinaingia kwenye nyama, mimi nitaendelea kumenya zangu hapa ndizi. Ndizi tunapiga story kidogo. Bwana, kama unavyomuona hapa ndugu panya ameshapakwa viungo na bwana Jose Mlavichwa. Ukimwona hivi je, unaweza ukamla? Unajua kuna watu wanaweza kusema sijui, lakini unamwonaje? Kiukweli anavutia, ananukia. Mimi mwanzoni kidogo nisema panya tena, lakini kwa hapa alipofika tutalaumiana mzee Chakala. nakula ili nione je kweli asemayo na bwana Jose Mlavichwa kweli ana utamu huo. Maana anasema wadudu wadogo kidogo wanakuwa na nyama tamu. Wanakuwa na taste fulani hivi. Kwa huyu kwa panya wetu hapo alivyo, ndizi ngapi zinamfaa? Inategemea na idadi ya watu ambao wanakula, ila kwa mimi huyu hapo nampiga na ndizi 3. Ndizi 3. Na kachumbari yangu nakuwa niko vizuri kabisa. Maana kuna paka yule pale kama anasogelea. Wale paka nao wale nilikulaga mara ya kwanza 2012. Bwana. Bwana acha. Rasmi kweli. Kweli? Nyama paka shakula. Nyama paka pia ushakula kumbe? Nyama paka ni kama nyama ya nundu. Yaani paka yule. Miau.
Nyama ya paka haina nyuzi kama Jose. Kama nyama ya nundu hivi. Jose, kumbe unavyosema umekula vitu vingi unamaanisha? Vingi sana. Naweza nikikwambia hapo unaweza kaniogopa. Acha. Kama hapo tu penyewe umenipa exclusive ya kula paka. Paka nayo ilikuwaje? Yaani Jose, unajua unashangaza. Nakumbuka wakati nasoma, mimi nimesoma FM. Nilikuwa nilikuwa natoka Posta naenda Magomeni gym. Sasa nikiwa narudi, by that time nilikuwa nakaa Kigamboni. Sasa kuna jamaa fulani hivyo alikuwa anapika mishikaki ambao wanaweka kwenye njiti za cherewa zile barabarani hivi. Sasa hivi mishikaki wanasema ni mishikaki vya nundu ile ya ng'ombe lakini nyama ya paka. Nyie ndugu zetu matuzaga mishikaki barabarani nyie. Kumbe nyama ya paka? Nyama ya paka. Wewe ulijuaje Jose? Okay. Nilikula almost yani karibia mwaka mzima. Yaani nikishuka pale nakula. Sasa of course hajaniletea madhara yoyote. Kitu ambacho nashukuru Mungu mimi mwili wangu. Hata nile nini au react. So au react haraka, au react kabisa. Kwa hiyo sasa kuna mshaji wangu mmoja anakaa pale. Akaniambia jamaa mishikaki ya paka. Jamaa kweli nikamfuata yule anayeuza pale. Kiurafiki kabisa. Nikamwambia bro, mimi ni mteja wako unanijua? Wewe mwana najua. Mimi mishaki nakula sana ila nilishaambiwaga ni mishaki ya paka lakini nikaona kwa sababu ni kitu ambacho nakula na ni tamu nikaendelea kula. Nikamwambia je, mimi nataka leo unithibitishie je ni kweli? Akaniambia ndugu yangu ni kweli bwana. Si unajua na hapo alikwambia ni kwa sababu ameshakuona mara kadhaa umeshakuwa mteja wake. Almost mwaka mzima nakula ile. Nakula ile mishikaki. Kwa hiyo basi kwa mimi nikaendelea tu kula. Kwa sababu sasa nishakula na nitamu utafanya nini? Okay, kwa kumbe hapa sasa unatuweka sawa kidogo. Umeshawahi kula paka kupitia mishikaki, sio kumchukua paka kumtengeneza kama ambavyo tumemtengeneza hivi panya, si ndio? Hivyo sijawahi. Ila kula nyama yake na kuitesti. Kwa hiyo najua nyama ya paka ina testi gani. Hivyo na ikoje. Kwa maana hiyo yani kwamba tumeshakula wengi kwa sababu kama ndo hivyo ndio nasema nikisema nikwambie vitu ambavyo nimeshakula. Unaweza ukaniogopa kwa sababu jamaa au zombie au kwa hata wewe unatazama hapo sasa hivi usione eti hivi panya ukasema mimi siwezi kula panya. Hiyo mishikaki unaokulaga barabarani unajua ni nyama ya nini? Jose hapa leo anatuambia alikuwa anakula nyama ya paka karibu mwaka mzima mpaka pale alipokuja kumuuliza muuzaji kwamba hii nyama gani, akamwambia kweli nyama ya paka. Kwa hiyo tushakula vingi. Kwa hiyo yani hapa tunakinda. Leo hatari leo. Okay, ndizi ngapi? 4 tayari naziona. Tumenye 5. 5 zinatosha. Tupige hapo. Najua na wewe utaonja kidogo kwa hiyo. Yaani Jose, sio kuonja. Sema utakula. Sawa, imeisha hiyo. Yaani mimi nakula. Yaani ngoja Jole kwamba ngoja nisikilize. Yaani nakula. Bwana sasa mafuta zetu. Kwa maji. Na mwaga ili kikaangio kibaki. Nabandika mafuta hapo. Bwana. Tunakaanga na nini? Kaangio chetu ndo kama hiki hapa. Hapo unaita mafuta sasa Sasa kuna mafuta huko kwa sababu wenyewe hawana mafuta mengi. Unakadiria vipi ili kidogo naye asiwe na mafuta mengi? Unamwacha, unajua au unaweka mafuta ya kutosha. Mafuta yakishapata moto huaga hayafyonzi ndani. Okay. Kwa hiyo mimi hapa nitaanza kukaanga ndizi, nikishatoa ndizi ndio nitakuja kumkaanga huyu. Ikiwa marination zinaendelea kuingia hapa. Kwa 10 nakaanga ndizi. Wakati viungo vinamuingia vizuri pale bwana panya, Jose anaanza na ndizi. Unajua ndizi ni chap sana kuiva. Baada ya ndizi anaingia mtu mzima mwenyewe bwana panya, au sio bwana? Namuita bwana kwa sababu huyu umesema ni dume alikuwa. Kwa hiyo huyu ni bwana panya. Safi kabisa. Hii ndio itakuwa lunch yetu ya leo. Ndizi ndo kama hizi hapo zinakaangwa. Baada ya hapo anaingia nyama mwenyewe bwana panya. Baada ya hapo ni kwenye sinia, tunakaa tunatulia tunakula panya. Chai hivi Jose. Tayari hizi. Unajua ndizi hizi hazichukui muda sana. Hizi ndo ndizi mzuzu. Ndizi mzuzu.
Hizi kichukua na tomato kidogo na panya wetu ule. Hapa nikimeza natengeneza kachumbari tu chap. Na Kachumbari kabisa? Lazima. Bwana. Masuala ya kula lazima tuyazingatie. Muhimu. Bwana. Hapa nachukua muda gani sasa kujua kwamba ameiva au hajaiva? Kwa sababu kwa viungo ambavyo umevipaka ni ngumu kujua. Sasa hapo unamwangalia tu wastani wa dakika sio muda mrefu, dakika 5 mpaka 10. 5 mpaka 10. Upande huo akishaiva unamgeuza upande wa pili. Upande mmoja dakika 5, upande wa pili dakika 5. Hazifiki hata. Hazifiki? Atakauka sana. Nyama laini sana hii. Bwana. Vituzi. Harufu inaisikia harufu. Vituzi bana. Panya yule ambaye tulianza kumchoma, kumtoa ngozi, kutoa vitu vya ndani, utumbo na nini, hatimaye amefikia hatua ambayo ya mwishoni. Hapa sasa hivi anakaangwa, anageuzwa mara 2 mara 3. Baada ya hapo sasa Jose anatengeneza kachumbari, au sio bana? Tunaenda kula. Naenda kula. Sio kula tu, kula panya. Uonja wa jikoni sio mbaya. Tunaanza ndo taratibu na taratibu unaanza. Hizo balikuwa kula. Na hiyo vitu za moto. Sasa kwa hiyo utamu wa ndizi ninavyosikia nikipata na kamnyama kidogo bala sio mchezo. Unajua bwana, ulimwenguni kuna vitu vingi sana vitamu. Ulimwenguni sema tumeamua kuchagua vichache. Okay. Kitu kama hichi ni kitamu sana. Wakati mimi sasa hivi sitamani hata kula kuku kwa sababu nakula panya. Yaani kwa ulipofikia sasa hivi Jose, hautamani hata kula kuku. Kuku wa nini? Ng'ombe nakula, lakini panya kwangu ndo beze. Panya, kenge. Kwa tamu sana. Tamu sana. Bwana. Kwa imani yako ilikuelekeza kwamba hebu tule hivi vitu. Sasa mimi naambia mimi nimekamata panya yangu nimekula ninakosa gani? Hauna kosa. Ndio hicho kitu. Nimekamata panya yangu tena amekuja kwenye mazingira yangu, nimemwekea tu mtego, nimemkamata nimekula. Hivyo. Hujavunja sheria. Sijavunja sheria. Au nimekamata kenge wangu. Nimemla. Umeshaona. Hivi kwa hesabu tu ndogo za haraka. Toka umeanza kula wadudu, tuanza kune panya. Umeshakula panya kama wangapi hivi? Kwa hesabu tu za haraka. Ni wengi. Wengi sana. Almost kwenye wanakimbia 200 labda. Panya 200. Wengi. Sawa. Ndo nakula kila siku. Kama kweli ingekuwa inakudhuru ina maana ungekuwa ushaacha. Ingekuwa na hakuna impact yote kwenye mwili wangu, na hata ukiangalia siona afya yangu sio mbaya sana. Naona. Hii afya yako pia inachangiwa na vitu kama hivi. Hauwezi kuamini Jose. Kwa jinsi anavonukia. Na hata ile picha ya kwamba unipanya ishatoka. So wewe tu. Kila mtu ambaye anaogopa ishafika hatua hii tu anakula. Tena anakula bila kuuliza. Sababu nyama hapo inakuwa imeiva vizuri. Sababu yani kichwani kwangu haiji ile picha ya panya kabisa. Yaani naona kabisa kama ni nyama ambayo. Kwa mfano tusingekuwa tumeacha huu mkia. Mtu akimwangalia huyu nyama yake anaweza kusema labda ni kuku. Kuku fulani labda mdogo. Bwana mtazamaji wa Bingo Online TV, huyu panya ananukia kinoma. Yaani natamani ungekuepo hapa leo Lamata Village, au sio bwana? Unuse tu yani hiyo harufu. Bwana ananukia kinoma sana. Na mimi na ndugu yangu bwana Smolder TZ tumejipanga kumla huyu panya. Jose hapa. Naona hapa tunaelekea tamati. Bas, unamwona bwana kweli kama kuku. Na ukitaka kugundua kwamba nyama yetu imeiva, utaona hata mafuta haya nani sana. Okay. Yaani hapo ndo kipimo cha kwanza cha kujua kwamba nyama yetu. Mafuta pia nani sana. Jose hapa panya wetu ameshaiva. Hapa panya ameiva, yuko tayari kwa kuliwa.
Panya kaiva, yuko tayari kwa kuliwa. Hebu mshike kidogo. Bwana, panya kaiva, yuko tayari kwa ajili ya kuliwa. Hebu muangalie. Imagine mkia haupo. Unaona? Ndio ambavyo anaonekana. Kuku kabisa fulani hivi. Wakulika. Tunamweka wapi? Hapa tunamweka kwenye ndizi. Ukisikia ndizi ndio hizi sasa. Aha. Hapa mchawi kachumbari. Kachumbari hapo. Sasa mikoa mingine yote huwa wanapenda sana kula chipsi kuku, chipsi yai. Sasa nakusogezea ndizi panya. Ndizi panya kama unavyoona inapendeza kabisa. Kwa macho ya nyama inapendeza, lakini pia kwa nyama ilivyo inapendeza kula zaidi. Jose anamalizia hapo kutengeneza kachumbari. Ameniambia kidogo kuna vitu fulani vya baridi vya kulegeza koo kidogo ili panya kidogo akiwa na shuke vizuri, au sio? Malimao kabisa yako hapa. Na kiwa limao pale. Kachumbari ndio hiyo. Aje. Bwana. Mungu akupe nini Jose? Sasa hapa Jose hapa tayari hapa. Sasa ukifika wakati kama huu, waga mimi ndo naamua sasa wapi nikakae. Ndio. Wanasema nimechumia juani, sasa natakuwa nilie kimvulini. Nilie kimvulini. Sasa sisi tunaenda kaa wapi? Hapa popote nakula. Ungesema kukaa tu yote. Shika vizuri sio kaangusha panya yetu bwana. Wewe tumeshika. Bana, sasa baada ya maandalizi yote yale kuanzia kwenye kumchuna, kwenye kumchoma, kutoa ngozi, kutoa mambo ya ndani, utumbo na nini, hatimaye sasa umefika ule wakati wenyewe ule bwana Jose, si ndio? Huyu ndo panya na ndizi. Sasa tukakwenda kumtesti kwa mara ya kwanza. Kwa upande wangu mimi sijawahi kula panya. Naenda kumtesti leo panya. Ngoja kwanza ni tafute ndizi kidogo. Okay. Nakula panya. Jose hapa, hebu nikatie kipande fulani kwanza hapo Jose ambacho watu kweli waamini kwa inakula panya. Sija kusema huyu panya mbona nani wenyewe huyu hapo. Ding. Tam sana. Panya mtamu sana. Sisi tunaendelea kula hapa. Tuendelea kula panya wetu hapa na bwana Jose mna vichwa. Ni kesi labda unahitaji panya, unahitaji kichwa. Kwa chako? Sawa. Ni kesi unahitaji panya, unahitaji kichwa, unahitaji mdudu yote ambao hujawahi kumla. Jose mna vichwa anapatikana kwenye platform nyingi sana. Instagram pale unaweza kumdm. Uzuri ni mwepesi sana kujibu DM, sio wale watu